How well do you know your God? Huyu Mungu ambaye umekuja kumwabudu asubuhi. Sisi sote tumekuja kumwabudu Bwana. Sote tumeamka asubuhi tukisema tunaenda kwa ibada, mbali na kwamba umekuja kuona watu wa Radio Citizen. Because najua hiyo ilikuwa ni priority number 1 kwetu wengi. Mbali na hilo, jambo lingine la muhimu pia ulikuwa umekuja kumwabudu Bwana. Kusema wacha niende nikakutane na Mungu wangu. Sio? Sasa huyu Mungu ambaye umekuja kumwabudu, huyu Mungu ambaye unakiri ya kwamba kila siku unampenda, unamjua kivipi? Unamjua kwa namna gani? Unamjua kwa kiasi kipi? How well do you know God? Unamjua kwa uhusiano wa wewe na yeye, ama kwa kumsikia tu akihubiriwa kila siku unaambiwa Mungu mpende Mungu, mtumikie Mungu? How confident are you of the knowledge that you have ya Mungu? Like ule ujasiri ambao uko nao ya kwamba mimi namjua Mungu. Huo ujasiri unaweza kusimama mbele ya watu, na ile siku umeshikiwa kisu ukaambiwa ukiri Mungu ama ufe, ama ukane Mungu ama ufe. Yeah? Huo ujasiri unaweza kukutetea huo wakati. Kile kiwango ambacho unamjua Mungu, wakati umekumbwa na mawimbi ya dunia na changamoto za haya maisha, inaweza kustahimili. Wakati imani yako imetingiswa, your knowledge of God inaweza kusimama na ikaweza kukutetea ya kwamba mimi namjua Mungu, na najua kwamba hata japo napitia katika hii hali, najua Mungu yupo. Do you know your God? Unamjua huyu Mungu wako? Katika kitabu cha Danieli mlango ule wa 11 mstari ule wa 32, Daniel chapter 11 and verse 32, hiyo ndio our anchor verse. Tunasemanga anchor verse, maneno letu la himizo pale kwa pambazuka. Kulikuwa na mfano, wacha tusome kwanza. Those who do wickedly against the covenant, he shall corrupt with flattery. But the people who know their God. Tusome so hiyo pati ya pili. 1 2 3 go. But the people yes. Who shall be strong? The people who know their God. Wale watu ambao wanamjua Mungu wao, hao ndio watakuwa wenye nguvu. Hao ndio wataweza kusimama. Hao ndio wataweza kustahimili mawimbi. Ukisoma pale nyuma, tupewe verse context. Ukisoma hapo nyuma hiyo mistari ya hapo juu, kulikuwa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Antiochus, ambaye alikuja akaweza kuharibu ibada ya kweli, the true worship, na akaweza kuweka sanamu ndani ya hekalu. Alipoweka sanamu akawa analazimisha ndani ya hekalu ya Mungu, kama hapa kanisani sasa hivi, alafu kuja kuwekwa sanamu. Sisi unajua hatuabudu sanamu, tunamwabudu Mungu aliye kweli, si ndio? So akaweka sanamu katika ile hekalu, na akawa anawalazimisha wale Wayahudi kuweza kumkana Mungu wao na kuweza kuabudu ile sanamu na kuweza kumwabudu yule Mungu ambaye si wa kweli. Waache Mungu wao na waweze kumwabudu. Na wengi walishindwa, wakaanguka kwa hila za yule mfano, kwa sababu si wewe anakuja tu anamwambia uabudu kama unajisikia usiabudu. Lazima atatumia mbinu tofauti kukulazimisha. You know how wafalme na viongozi wao wanatulazimishia mambo. Saizi kuna mambo mengi sana tumelazimishwa, yanatuumiza roho. You know or you don't know? Do you know what I'm saying or you don't know what I'm saying? You know, kuna mambo ambayo tumelazimishwa yanatuumiza roho, na hakuna kitu ambacho tunaweza kufanya. Inabidi tusonge mbele, sio? So hao watu walikuwa wamelazimishwa kuweza kumwabudu huyu Mungu. Na kuna wale ambao walianguka, kuna wale ambao walishindwa, kuna wale ambao waliogopa
Wakaona sasa kama ni kufa ama kama ni kuumia ama ni kupokonywa chakula ama ni kupokonywa nini, basi afadhali tu nisakan na niweze kuabudu huyu Mungu. Na wakaweza kuangamia, wakaacha yule Mungu wa kweli, wakaenda kuanza kuabudu nini? Zile sanamu. Ndio ikafika pale verse 32 sasa ikasema, lakini wale wamjuao Mungu wao, those that know their God, hao walibaki imara. Hao hawakutikiswa na mawimbi na vile vitisho ambavyo yule mfalme alikuwa ameweza kuweka na kuweza kuabudu zile sanamu. Hao hawakutishwa kwa sababu walimjua Mungu wao. Tutakuja hapa nikupe mfano rahisi katika ulimwengu wa sasa. Sisi wote wengi wetu ni wazazi. Ndio tukikuwa hapo. So naona kila mtu kwa hapo. Wengi wetu ni wazazi. Mama katika sana jamii ama hata baba ambaye anajua mtoto wake vizuri. This parent anajua mtoto wake vizuri. Na anajua mtoto wangu ni mtoto mzuri, mtoto wangu hawezi fanya kitu mbaya, hawezi iba, hawezi kufanya nini. Anamwaminia mtoto wake 100%. Huyu mama akikuja akiambiwa mtoto wako aliiba mahali fulani, atakubali ama atakataa? Atakataa kusema hapana, mtoto wangu hawezi. No. Kwa sababu gani? Anamjua mtoto wake na ana ujasiri wa jinsi ambavyo anamjua mtoto wake. That confidence that she has, ambayo anajua huyu mtoto wangu vile yeye anamjua, hawezi kufanya hata simama na yule mtoto mpaka mwisho unless aje amshike mwenyewe katika ile act. Ndo ashikwe na pressure, ashikwe na hata taka aseme haya, siamini mtoto wangu anaweza kufanya hivi, kwa sababu alikuwa na uhakika amemlea mwenyewe, anamjua yeye ndo amemzaa. So anajua huyu mtoto wangu hawezi fanya kitu kama hiki. So ana ule ujasiri wa kwamba mtoto wangu hawezi fanya. So hata aambiwe nini na nani, hawezi kubali, atasimama na mtoto wake. Na anaweza this parent anaweza kupeana maisha yake kwa sababu ya yule mtoto, kwa sababu anamjua mtoto wake na anasema mtoto wangu hawezi kufanya hiki. Pale nyumbani katika zile mahusiano yetu, wewe ni baba, wewe ni mume, wewe ni mke, sana sisi wake unaambiwa mume wako anaonekana pale fulani, sema hapana, no, that cannot be my husband, I know him. Ninamjua hawezi fanya hivyo, hawezi enda hivyo, mpaka ile siku unampata alafu unajua kimekuramba. Kwa sababu unajua Biblia inasema moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. Hakuna mtu anaweza kujua moyo wa mtu. Tunajaribu kujua. Mimi nasema najua mtoto wangu kwa hivi, najua mama yangu kwa, najua, lakini huwezi jua kwa sababu inasema uko na hila nyingi. Moyo wa mwanadamu uko na, the only person that truly knows you na anajua vile vitu unaweza kufanya na uweze kufanya ni nani? Ni Mungu. Sisi tunaaminia kwa sababu huyu mtu nimeishi naye, najua kwa hivyo. Najua hivyo ndivyo wako. So until ile siku unampata ndio unajua kumbe hata unaweza kufanya hivyo. I didn't know. Unaona, kwa sababu ulikuwa na ile confidence ya kwamba ninamjua. Unless God akufunulie ama ujue tu yeye ndo anajua mtu kulingana na moyo wake na vile vitu ambavyo vimefichwa katika moyo. Lakini sasa nikwambie, hayo ni mahusiano tu ambayo tuko nayo sisi kwa sisi. Ile confidence ambayo tuko nayo tunajuana. So mimi najua dada yangu haiwezi kufanya. I know kuna vitu anaweza fanya na najua kuna vitu hawezi fanya. Hiyo confidence kwa sababu ninamjua. So nikiambiwa amefanya kitu fulani nasema hapana, dada yangu haiwezi fanya hivyo. Hapana, mtoto wangu haiwezi fanya hivyo. Kwa sababu ya nini? Tunaamini ninamjua huyu mtu. Sasa imagine wewe na Mungu wako. Imagine wewe na nani? Na Mungu wako. Unaweza kumjua. Sasa kama wewe unaweza kujua ndugu yako, mtoto wako, mume wako, mke wako, ndugu yako, dada yako kwa kiasi hicho. Si zaidi sisi watoto wa Mungu tunapomjua Mungu wetu. When we know our God. If you know your God, you know you'll be strong. Mtu akikuja kukuambia wakati machangamoto zimekuja, when the world tells you God has forsaken you, Mungu amekuacha, Mungu hakupendi. Kama kweli Mungu angekuwa anakupenda, mbona amekuacha uteseke namna hii? Kama Mungu alikuwa anakupenda kweli, mbona amekuacha ukapitia shida hii? Kama Mungu alikuwa anakupenda kweli, mbona ameruhusu hili jambo litokee? Lakini if you know your God, you can stand
and say, I know that my God liveth. Kama vile Ayubu kama Job. Ayubu alivyosema in Job 19 and verse 25. Job 19, Ayubu alisema, najua mkombozi wangu anaishi, yu hai, na wakati wake atakuja kunitendea haki. Kwa sababu Ayubu, unajua Ayubu akizungumza hivi, si eti alikuwa anafurahia, si eti alikuwa hapo anafurahia unga wa kabagara akiteremsha hapo na Pepsi na mandazi na nini. Hakuwa anafurahia, alikuwa katika kipindi kigumu sana katika maisha yake. Amepoteza watoto, amepoteza mali zake zote. Na unajua, by the way, Job was a very wealthy man. Ukianza Job pale chapter 1 ina describe the wealth that Job had. If you want to know how wealthy Job was, enda usome Job hapo chapter 1 ikianza. Imepeana description ya zile mali Job alikuwa nazo. Alafu piga mahesabu. Usifanye saa hizi, hiyo ni assignment. Baada ya ibada, naona mtu mmoja ameanza kuanza kupiga mahesabu. Baada ya ibada, ukienda nyumbani, uende upige mahesabu ujue that Job alikuwa haikuwa mali chache. So wakati alikuwa amepoteza hiyo mali, you can now imagine what this man was going through. Alipoteza mali, akapoteza watoto. And you know, he had very beautiful children. That is what the Bible says. Alibaki tu na mke. Niliona kule kwa social media wakiuliza, yani shetani aligusa kila kitu cha Job, akawacha mke. Tafakari. Hatujui kwa nini mke hakuguzwa. Biblia haikutuelezea kwa nini mke hakuguzwa, lakini nadhani ukienda ukichambua maandiko vizuri, you can get the reason. Ndio, wewe ufanye history, wewe ufanye theology kidogo, uulize Mungu, anaweza kukufunulia tujue mbona. Hata mimi would love to know why only the wife was left and every other thing went. But anyway, ama kuna mwingine alisema, by the way, nilisoma akasema it's because the Bible says what God has joined together, let no man put asunder. Na shetani si Mungu, so shetani ni man. So he was not allowed to put asunder what God has joined. It's only God that can put asunder. Tuachane na hiyo. That's not a topic. Anyway, so Job alikuwa katika kipindi kigumu sana. Amepoteza mali, amepoteza watoto, akona majibu, hawezi kufango. Marafiki zake wamekuja wakaanza kumwambia, wakaanza kuona venye tu unapitia changamoto, alafu pale kijijini wanaanza kukusema, wakisema huyu hapati mtoto kwa sababu labda akiwa msichana alitoa mimba, sasa hivi wanakuja hapa anaanza kulialia. Huyu usijui kwa sababu hivi watoto wake wanapitia shida kwa sababu alikuwa anasema nini watoto wengine wao wakati. That moment, that marafiki zake Job ndio walikuja wakamtembelea kama wewe labda ulikosea Mungu pahali, ama kuna mtu ulikosea na ndio maana Mungu anakupunish. Hivyo ndivyo ambavyo Ayubu alikuwa anapitia at that particular time. Lakini kwa sababu Ayubu alikuwa anajua Mungu wake, akasema, for I know that my Redeemer lives and he shall stand at last on the earth. Najua mkombozi wangu anaishi, yu hai, na kuna wakati utafika yeye at his own appointed time he will vindicate me. Alikuwa anapitia shida nyingi, lakini despite his suffering, expressed his confidence and the conviction that he had of his God. Alikuwa na huo ujasiri akijua Mungu wangu hawezi niruhusu nifanyike hiki na hiki na hiki, because that is my God. Alikuwa na huo ujasiri. Ndio maana nikakuuliza swali na nikaanza na swali, how well do you know your God? How confident are you of the knowledge that you have ya Mungu wako? Aliweza kusimama the test of time. Ayubu aliweza kusimama na akashinda, si kwa sababu ya kitu kingine chochote, kwa sababu alijua Mungu wake. Because the Bible says, tukirudi kwa Daniel 11:32, that those that know their God shall be strong and they shall do exploits. The strength ama ile nguvu ambayo tunahitaji kuweza kusimama mawimbi ya ulimwengu huu na changamoto za dunia hii inatoka kwa kumjua Mungu peke yake. Kwa sababu hatuwezi ondolewa hizi shida. Atuombe Mungu akuondolee shida, uongo.
Tunaishi katika ulimwengu huu ambao umejaa dhiki, ambao umejaa shida, ambao umejaa changamoto, ambao umejaa majaribu, kwa sababu maandiko yanasema, nani ni Mtume Paulo alisema ya kwamba umeokoka, you will face persecutions, utakataliwa, utadhihakiwa, utadharauliwa, utapata majaribu, utapata changamoto. Hayo yote utayapata maadamu tunaishi katika ulimwengu huu wa sasa. Unless tuende wapi? Kwa Baba. Lakini bado tupo kwanza. Tuende saa hizi unless atuite ama atukujie. Hayo mawili. Lakini hatutaenda. Amen. So kama unamjua Mungu wako, hatutaondolewa na hizi shida. Tutapambana nazo. Kile tunahitaji ni nguvu ya kuweza kusimama. Kile tunahitaji ni nguvu ya kuweza kujitetea. Na hiyo nguvu inatoka katika kumjua Mungu peke yake. The three brothers in the fire. Were they in the fire? Yes. Wale marafiki za Danieli. Shadrach, Meshach na Abednego. Shadrach, Meshach na Abednego waliweza kusimamishwa mbele ya mfalme. Alikuwa ni mfalme Nebukadneza katika kitabu cha Danieli 3. Mstari wa 16-18. Wakuwa wameambiwa waweze kufanya nini? Kuabudu sanamu. Na si tunajua hiyo story. Tunahubiri pamoja. Pale pambazuko watu tunahubiri pamoja. Si ndio Pastor Susan? Na Balozi Vincent. Tunahubiri pamoja pale. So wakawa wameambiwa nini? Waweze kuabudu nini? Sanamu. Na katika kuabudu ile sanamu, ama sivyo wafanye nini? Waweze kutupwa katika tundu la simba. Ni simba ama ni moto? Moto. Ya simba ni ya Danieli. Watupwa katika tundu la moto. Wakasimama mbele ya mfalme. Na wakamwambia mfalme, sisi hatutafanya nini? Hatutaabudu miungu mingine. Imagine umeitwa mbele ya mfalme. Tutumia hapa kwetu. Kwetu tuko na rais, hatuna mfalme. Yaani imagine umeitwa mbele ya rais. Alafu unamwambia rais, chenye unaniambia nifanye sifanyi. Because that is what they did. Hivyo ndio walifanya. Sisi tu hapo kiitwa tu mbele ya MC, hata mbele ya MCA. Na sio nafanya nini. Lakini mbele ya MCA tu, MCA amekuta tu utakuwa yes person. Yes sir, yes kiongozi, yes mheshimiwa. Sasa imagine huyu ni rais amekuita. Anakuambia ukane imani yako ama tugawe kwa tundu la moto. Na hawa vijana walisimama imara wakamwambia mfalme, tunakuheshimu. Hapo ndo unaanza ile kizungu, with all due respect sir. Maana yake walimwambia uishi milele mfalme. Ndio, hiyo ni kwamba tunatambua wewe ni mfalme, hatujakataa, lakini kile ambacho unatuambia hatutafanya. Hatutaabudu miungu mingine. Kwa sababu gani? Hebu niwekee hiyo wazi. Unaweza pata kwa Kiswahili? It is well, kama kuna wacha tuone. Nitajaribu kutranslate. Nikuanga mkalimani kanisani kwetu kabla ni thank you. Tuende pamoja. Anasema nini? Uishi milele wewe mfalme. Tuanzie 16, tuanzie 16. Shadrach, Meshach na Abednego wakamjibu mfalme, Nebukadneza, hatuhitaji kujitetea mbele zako kuhusu jambo hili. Ikiwa tutatupwa ndani ya tanuru iwakayo moto, Mungu tunayemtumikia anafanya nini? Tusome pamoja. Na moto. Naye atafanya nini? Atatuokoa kutoka mkononi mwako. Akasema ikiwa tutupwa hapo lakini tuendelee, hata ikiwa hatatuokoa, mfalme, tunataka ufahamu kwamba hatutaitumikia miungu yako wala kuiabudu sanamu ya dhahabu ulioisimamisha. Walijua mambo mawili. They knew their God. Wakamwambia tunajua ya kwamba Mungu anafanya nini? Anaweza kutuokoa na atatuokoa kutoka kwa mikono yako. Alafu wakaendelea kusema nini? Lakini hata asipotuokoa, because they also knew that uwezo wa kuokoa hauko mikononi mwao, uko mikononi mwa Mungu. Amen. Na Mungu yeye ndo anadecide kama atakuokoa ama atakuacha uangamie kwa huo moto. It is God who decides, by the way. Si kilio chetu atumelia sana. Mungu anasema umelia sana, wacha nikujibu ni yeye anaamua. Na sio eti kwa sababu ni Mungu mbaya. No. He is a just God. Yeye ni Mungu wa haki. Lakini uwezo wa kutuokoa
kutokuokoa uko mikononi mwake. Yeye ndo anaamua kama atakuokoa, yeye ndo anaamua kama atakujibu ama hata kujibu. So kama walikuwa wanajua kwamba our God is able to save us, huyu Mungu anaweza kutuokoa na atatuokoa. But also because they knew their God anaweza kuamua awaache waangamie kwa huo moto, na haimaanishi kwamba hana uwezo, manake bado akikuokoa ama sikuokoa anabakia kuwa nani? Mungu. Akikujibu ama sipokujibu anabakia kuwa nani? Akikuja ama asikuje anabakia kuwa Mungu. Wakasema hata asipotuokoa bado we will not bow down to your miungu yako, kwa sababu Mungu tunayemjua na tunayemtumikia ni nani? Ni Mungu mmoja peke yake. Na ni the same thing kili happen na nani? Danieli alipotupwa katika tundu la simba. Aliambiwa aache kuomba. Kwanza yeye akafanya tu zaidi. Akaenda akafungua madirisha. Huyo wakati mwingine alikuwa anaomba kama amefunga madirisha. Lakini alipoambiwa uache kuomba akasema sasa ngojeni nionyeshe mjui nyinyi. Mjui mnadili na nani? I know my God and I know who he is and I know what he's capable of. So wacha niwaonyeshe ya kwamba huyu Mungu ninayemtumikia si Mungu hivi hivi. Akasasa fungua madirisha na wasikie sauti vizuri akiomba. Imagine wewe unatishiwa alafu unaenda unafanya nini? Unaongeza kiburi juu. Utapata wapi nguvu za kutoa kiburi kama hujui Mungu wako? Unatoa wapi nguvu za kuonyesha kiburi kama hujui Mungu wako? Ushajipata kama unapigana na mtu alafu unaambia ngoja nikuonyeshe wewe hujui. Kama unamjua kama unajua baba yako, tupane mfano mtoto na baba. Mtoto siku tukua dogo baba yetu alikuwa na muscles. Abado anakuanga nazo muscles. So alikuwa kuna siku tulikuwa tumetoka kesha church usiku, tukapatana na walevi wakaanza kutuchokoza. Tulikuwa grupu ya vijana na wasichana kwa wavulana. So uzuri tulikuwa tunatembea na wazee. Tumetoka church tunaenda nyumbani asubuhi kama saa 10 saa 11. So tukapatana na vijana wakaanza kucheza. Kwa wakaanza kuchokoza wale wasichana walikuwa miongoni mwetu. Tulikuwa wadogo. Nakumbuka baba yangu anakuanga mfupi, si sana lakini anakuanga mfupi. Si kama mimi ni mfupi sana. Lakini anakuanga mfupi, si mrefu. So baba yangu na ufupi wake, I'm telling you, kulikuwa kuna maporomoko hivyo. Alikimbisha huyo kijana, akamkimbisha huko kwa hiyo maporomoko huko, tulisikia mtu anatandikwa makofi. Tukikuwa huko chini ya tukiangalia ameshikwa na huko juu. Na ni kijana mrefu kama vile mzazi, ameunga vizuri, hapo sawa, anajiamini, lakini ile mtu alikumuta my friend. So unajua confidence kwa watu kuona unaweza kuona kuchokoza mtu. Unaambia wewe ujui baba yangu, unaweza kuitia baba yangu na kuna kitu unaweza fanya. Unaona? So hapo unapata nini? Confidence. Na hiyo kiburi, hata mtu akikuchokoza na mbea kuna kitu unaweza nifanya, hakuna place unaweza nipeleka, when you know the strength that you have na ile nguvu ambayo iko nyuma yako. Kama unaijua unapata kiburi. Sasa hicho ndio kiburi ambacho Danieli alikuwa nacho. Akisimama mbele ya mfalme akamwambia, akaenda kufungua madirisha na kuomba kwa sababu alijua the God that he serves. He knew his God. Na anajua Mungu wangu anaweza kuniokoa. Na alimuokoa ama hakumuokoa? Alimuokoa kwa sababu alielewa. Kwa sababu ni mambo tunaishi katika ulimwengu ambao uko na hila nyingi. Umejaa hila nyingi. Kuna maovu mengi. Kuna hila ambazo kila siku, pressure kwa vijana, pressure baada nyingine kwa sasa ina social media. Ile pressure kwa mwenzani. Hiyo pressure huko ni ngumu na inaweza kufanya uweze kukana imani yako ama uache imani yako iwapo haumjui Mungu wako. If you don't know your God, you will not be able to stand in the presence of this world. Itakuwa vigumu sana. Itakuwa vigumu sana kusimama for the presence of this world. Si pressure ya kisiasa, si pressure ya social media, ya digital, ya ulimwengu wa sasa, pressure ya kiuchumi, pressure ya kimaadili. Unaona wenzako wako wale wasichana wa kike, unaona wenzako wanavaa vingine huko nje, na unaona hii ndio kama ndio trend. Alafu unakuja kuanza kusumbua hapa kanisani, unaitwa mikutano na Mrs. Pastor, unaanza kutatiza hapa kwa sababu kuna vile ambavyo unajaribu kufit into that world. But that is when, if you don't know your God. If you know your God, hautasumbuliwa na haya mawimbi ya hapa. Hautavutwa na pressure
pressure zaidi ni kwa sababu unamjua Mungu wako. Imani yako inapotikiswa, kwa sababu imani yetu inatikiswa kila siku. Every day unapoamka kuna jambo linaloinuka la kutaka kukurudisha nyuma. Unapiga hatua 10, tuseme 2, na mwaka tu ni 2. Unapiga hatua 2 tu hivi mbele towards your dream life, towards your destiny, towards your success. Alafu unapigwa na kitu kimoja tu kinakurudisha hatua ngapi? 10 nyuma. And you're like, God, why is this happening? Na unaweza kuwa katika hali unataka kuweza kufanya nini? Kutikiswa imani yako. Lakini kama unamjua Mungu wako, you will not be shaken. Hautatikiswa if you know your God. So tena nakuuliza, how well do you know your God? Nguvu ambayo Mungu wako ako nayo unaijua kiasi gani? Uwezo ulionao unamjua ama alionao Mungu wako unamjua, unauelewa that hata ninapopita katika moto nitasimama na niseme najua mkombozi wangu yu hai. I know Mungu wangu hajanisahau. I know my God is with me. Hata ifikie hiyo level. Kwa sababu it is from knowing God that you get the strength to stand firm. Hapo ndo unapata nguvu. Si katika kitu kingine. Kumjua Mungu wako ndio unapata nguvu ya kuweza kusimama katika ulimwengu wa sasa. Nguvu ya kuweza kusimama against kings. Bosi wako amekuita kwa kwambia, sasa nitatumia lugha gani Mungu wangu? Precious, wasichana wa kike, si mnanielewa? Nakwambia ufanye vile nataka ama sivyo nikufute kazi. Tupatane katika hoteli fulani niweze kukusaidia. Can you be able to stand before him or her? Kwa sababu hata vijana pesa hizi wameingizwa katika hiyo group. Kitambo ulikuwa ni wasichana peke yake ambao wanatishiwa, lakini siku hizi kwanza na wasichana kama tumepunguziwa pressure. Pressure imeenda kwa wavulana sasa. Unapata wanaitwa maanti wa haria, ndio mzazi. Ndio hao sasa. Naomba kuja ni kufanya maisha yako yawe mazuri. Na sasa hiyo una kitu, kazi umetafuta, umezunguka, umepiga kiatu mpaka unasikia kama hapana, kwani nini ita happen? Si nikubali tu. Are you able to stand before them na umwambie hapana? I know that my God lives. Nitateseka sasa hivi, nitachekelewa sasa hivi, nitaumia sasa hivi, lakini najua hatimaye at his own time Mungu wangu atanishindania. He will come through for me. He will make things beautiful for me again. But huyo confidence utaitoa wapi kama haumjui Mungu wako? Kama hauna uhusiano wa moja kwa moja na Mungu wako? Kama haujui Mungu anaweza kukupigania na ujue uwezo alionao, how will you get that confidence? Where will you get that courage to stand against kings and turn na ukatae proposals ambazo haziendani na maadili ya Mwenyezi Mungu? Utatoa wapi hizo nguvu kama haumjui Mungu? Kwa sababu hapo ndo unapata imani yako. Najua Mungu hajaniacha. Mpaka Ayubu mke wake alipokuja akamwambia si ukane Mungu wako na ufe. Huyu mke mwenye aliato mwenye hapo guswa. Sio kama mnanielewa. But hiyo ngozi yenye ilikuwa imeharibiwa, the restoration part inasemekana ngozi yake ilikuwa laini kama ya mtoto. Amen. Kama ya mtoto. When God says in Joel chapter 2 and verse 25 that ile miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu atakurejeshea, unamwamini ama humwamini? Lakini utamwamini kama unamjua. But if you don't know him, hautaamini. Kwa sababu una imagine umepoteza kila kitu, umerudi zero. Hata sasa nitaanzia wapi? Na ukiangalia ile miaka yenye umeaccumulate ile wealth tuseme, na ile yenye umebakisha na ile nguvu uko nayo, for example, unaona hata nikingangana vipi siwezi survive. Lakini kwa sababu unaangalia nguvu za nani? Zako. Uangalie yule Mungu ambaye unamtumikia, ambaye anakupatia nguvu za ku make that wealth. Because the Bible says it is the Lord that gives us wisdom to make wealth. Si nguvu zetu na si akili zetu. Ni Mungu anatupatia nguvu na uwezo
lako. Every day when you wake up, unamwambia Bwana nikujue zaidi. I want to know you more and more. I want to see you more and more. Nataka kujua ile nguvu inayofanya kazi ndani yako. I want to know what you have for me, because he says that the plans he has for you are good plans. Ni mipango mema, si mipango mibaya. Sasa wakati changamoto inapokuja unaanza kumuuliza Mungu, mbona umenisahau? Kwa nini? Kwani ni yeye amefanya upitie changamoto? Why would you question what is happening in your life? Instead, draw strength from knowing the Lord. Toa nguvu yako katika kumjua Mungu. Na wewe utafanya nini? Utasimama imara. Utakuwa na nguvu na utaweza kufanya nini? Kufanya exploits. Nipatie Daniel 11:32 tukimalizia. Kwa Kiswahili, wale ambao wanamjua Mwenyezi Mungu. In Kiswahili as we finish. Kumalizia ngapi nimemalizia? Ni ya pili ama ni ya tatu? Ni ya tano. Hai na kwa wachungaji wanamaliziana na 7, so nifikisha 2. Okay. Daniel 11:32 inasema, kwa udanganyifu atapotosha wale walionajisi agano. Wale walionajisi agano ni wale ambao waliweza kufanya nini? Kusakama to the pressures. Wakatoka katika agano la kuweza kumtumikia Mungu. Manake wana wa Israeli waliambiwa msitumikie, msiabudu miungu mingine ila mimi peke yake. Hilo lilikuwa ni agano wamepewa kwa zile 10 commandments. Wakanajisi agano kwa kuweza kusujudu ile sanamu ambayo mfalme aliweza kuwaekea. Sasa hao wakaweza kusujudu, lakini watu wanaomjua Mungu wao watampinga kwa udhibiti. Udhibiti ni kukua imara. Watasimama, watakuwa na nguvu, wataweza kufanya na kuweza kufanya mambo makuu kwa sababu wanamjua Mungu wako. Strength to pray even when you're threatened, even when you don't have the strength to pray. Unaitoa wapi? Kama unamjua Mungu wako. Daudi wakati alikuwa ametoka vitani na wakapata mabibi zao wameenda, na hata wake walikuwa wameenda wangapi? 2 wakaenda. Wale watu walikuwa wamekuwa nao vitani wakamgeukia kumwambia, kama si wewe kutuambia tuende kwa vita, tusingekuwa tumefanya nini? Tumepoteza mabibi zetu. Na wanaomba tulikuwa sote vitani. Imagine. Sasa hiyo mlikuwa nyote mkipigana, na hiyo si ndio ina happen. Mlikuwa pamoja tu mkifanya hizo deals. Alafu anakuja na kugeukia na kumwambia, wewe ndugu, wewe ndio umetuingiza katika hii shida. Wewe ndio umetufanya hivyo tuingie hapa. Wewe ndio umefanya hii makosa kidogo tu ikafanyika. Ile makosa inafanyikana. Haya congratulations. Ile makosa inafanyika ni wewe ndio ulituambia tufanye. Na sisi tulikuwa sote na tulikubaliana sisi wote tufanye hiki. Alafu sasa hiyo wanakugeuka, wanakuambia hapana ni wewe. Daudi alibaki peke yake. In fact walikuwa wanataka kumfanya nini? Kumpura mawe. Wakamwambia wewe ndio umetufanya tupoteze familia zetu, tupoteze mali zetu. Daudi alifanya nini? Alijitia nguvu katika Bwana. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Daudi alijitia nguvu katika Bwana kwa sababu alimjua Mungu wake. Je, unamjua Mungu unayemtumikia? Unamjua Mungu unayemwabudu? Kuna mwimbaji aliimba, sijui ni nani, alisema unamjua Mungu unayemtumikia, unamjua Mungu unayemwabudu, huyu mfalme wa wafalme, huyu unayemuita kila asubuhi, unamjua. Wacha ikaweze kuwa ombi lako. Ndilo ombi ambalo ninakuombea asubuhi ya leo. Tusimame kwa miguu yetu tunapomalizia.